Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu kwa sababu amenipa nafasi tena ya kuja kulisema neno lake. Hii ni kutimiza maagizo yake ya kwamba tuende ulimwenguni kote tukahubiri Injili na kuwafanya watu wote kuwa mataifa. Huduma hii ni huduma ya Injili Nyembanga kama inaonekana hapo YouTube. Niombe nikukaribishe sana katika huduma hii na Mungu atakubariki sana. Naomba usisahau kusubscribe, kushare, like ili kuweza kusupport Injili hii kufika mbali, na utakuwa unatusaidia kufikia ulimwengu wote kwa urahisi sana. Niombe. Kwa majina yangu mimi ni Ushindi Maneno. Karibu tujifunze neno la Mungu. Kabla sijaendelea, naomba tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa sababu wewe ni mwaminifu. Asante kwa muda huu ambao umetupa wa kuja kulisema neno lako tena. Naomba Baba, wote wanaonisikiliza wahudumie sawa sawa na upendavyo. Ila za giza na mamlaka za kuzimu zikashindwe, mipango ya kuzimu ikashindwe. Katika jina la Yesu Kristo, kila namna za kuzimu na mipango ya ibilisi na inamalizisha kimya. Naomba Baba, kila ambacho umekipanga kukifikisha kwa watu wako basi ikafike kama kilivyo, na hila zote za kuzimu zikanyamaze. Naomba masikio ya rohoni yakafunguke, Roho Mtakatifu akahudumia watu wako. Mimi ni kama chombo tu kwa msemaji, ni katika jina la Yesu. Amen. Naomba leo tujifunze kwa habari ya nyakati za siku za mwisho. Nitakwenda tu kukukumbusha kwa habari ya nyakati za mwisho ambazo tuko nazo, na kitabu chetu kikubwa kitakuwa ni cha Mathayo 24. Na hapa nitakusomea tu mstari mmoja kutoka kwenye kitabu cha Mathayo 24:36. Vile Roho Mtakatifu atakavyokuwa anatuongoza basi utaendelea kusoma zaidi, lakini mimi nataka kwenda moja kwa moja kwenye Mathayo 24 mstari wa 36. Mathayo 24:36, maandiko yanasema hivi. Maandiko yanasema, walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuae, hata malaika walio mbinguni, wala mwana, ila Baba peke yake. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile zilizokuwa kabla ya gharika ya watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile alivyoingia Nuhu katika safina, wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Wakati ule watu wawili watakuwako kondeni, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Kesheni basi, kwa sababu hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Ukisoma vizuri hichi kitabu cha Mathayo 24 utaona jinsi ambavyo wanafunzi walimuuliza kwa habari ya jinsi gani Yesu atakavyorudi. Ukiangalia ni kwa namna gani Yesu alivyowajibu atarudi, aliwaonesha habari ya dalili nyingi sana ambazo ziko hapo, akawaonesha picha nzima ya namna gani itakavyokuwa matukio yatakayokuwa nyakati za mwisho, na hatari zipi zitakuwepo, na majanga yapi yatatokea, na ni mambo gani yatatokea, na ni hali gani ya dunia itakavyokuwa, mpaka kuonesha kwamba Yesu atakuwa anakaribia kurudi. Sasa akasema pointi ambayo nataka kukwambia kwa haraka ni kwamba kuna pointi hapa anasema, kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu, wakati wa Sodoma na Gomora, watu walikuwa wakifanya kazi zao kama kawaida, watu walikuwa wakilima, watu walikuwa wakifanya biashara, watu walikuwa wakisherehekea, watu walikuwa wakiendelea na shughuli zao za kielimu, za kisiasa, za kijamii kama kawaida. Walikuwa wanafanya shughuli zao safi kabisa, na kwa vile ambavyo hawakutambua kwamba itatokea lini Sodoma na Gomora, wao kipigo kile kitakuja lini na kwa muda gani, chenyewe kikatokea tu kwa ghafla bila wao kujua, basi ikatokea kikateketeza watu wote ambao walikuwa hawako katika mapenzi ya Mungu. Shughuli zilikuwa zinaendelea kama kawaida. Basi na anasema Yesu akawaambia, kwa sababu hamjui ni saa ipi na ni nyakati ipi ambao mwana wa Adamu atakuja. Akasema kesheni, kwa sababu hamjui ni hiyo siku. Na akasema
na shughuli zile zile ambazo zilikuwa zinafanyika bado zitakuwa zikiendelea kufanyika. Mambo yale yale ambayo yalikuwa yakiendelea kufanyika ndio yatakayoendelea kufanyika. Yani maisha ya kawaida yatakuwa yanaendelea. Yani kurudi kwa Yesu hakutasimamisha shughuli yoyote. Kurudi kwa Yesu hakutasimamisha shughuli yako ya kiuchumi, hakutasimamisha shughuli yako ya kisiasa, hakutasimamisha kwanza shughuli yako ya kielimu ili kwamba ndio arudi. Hapana, patakuwa panaendelea na shughuli kama kawaida, na ndivyo Yesu atarudi katikati ya hizo shughuli. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani hapo tunaelewana vizuri kwamba katikati ya hizo shughuli Yesu atarudi kuchukua kanisa. Katikati ya yale mambo ambayo yanaendelea Yesu atarudi kuchukua kanisa. Sasa anasema kama ilivyokuwa nyakati zile hawakutambua, ndio maana mimi nimeona niseme na wewe kwa habari ya kurudi kwa Yesu. Nimeona leo nikukumbushe. Nimeona leo nije niseme na wewe mtumishi, mtu ambaye unanitazama, mpendwa ambaye unanisikiliza, na wewe ambaye unatamani kubadilika na kwenda mbinguni. Basi naomba nishare na wewe hii ujumbe. Naomba nikushirikishe kwa habari ya huu ujumbe kwamba unatakiwa ukumbuke kwamba kurudi kwa Yesu hakutaangalia shughuli gani ambazo zinaendelea. Kurudi kwa Yesu hakutaangalia kwamba kuna kitu gani kinaendelea. Shughuli zote zitakuwa zinaendelea kama kawaida, mambo yote yatakuwa yanafanyika kama kawaida, na hakuna kitu kitakachosimama kwanza ili Yesu harudi. Kwa hivyo naomba nikwambie, hata kama utakuwa uko bize kwa kiasi gani, hata kama utakuwa uko na mambo mengi kiasi gani, hata kama utakuwa wewe una mipango gani na umebanwa kwa kiasi gani, yani shughuli zako zimekubana, hauwezi kupumua kwa kiasi gani, naomba nikukumbushe ya kwamba hicho kisije kuwa kigezo cha kumpoteza Yesu, au kisije kuwa kigezo cha kumkataa Yesu kwenye maisha yako, au kisije kuwa kigezo cha kumkana Mungu kwenye maisha yako. Kwa sababu naomba nikwambie, maandiko hapa yamesema kesheni basi, kwa sababu hamuijui siku wala saa ambayo atakuja mwana wa Adamu, atakuja Bwana wenu kulichukua kanisa. Manake Bwana wetu sisi ni Yesu ambaye anakwenda kurudi kwa mara ya pili na kuja kulichukua kanisa. Na ukisoma hapo nyuma kwenye Mathayo 24 kuanzia mstari wa kwanza mpaka hapa nilipoanzia mstari wa 36, utaziona dalili nyingi sana ambazo zimesemwa hapo. Utaziona dalili nyingi sana, nyingi ziko hizi za kutosha. Na nikuibie tu siri, hakuna dalili ambayo hamna dalili ambayo iliyosalia. Dalili zote zimeisha. Na hata lile alilolisema la mtakapoliona chukizo la uharibifu limesimama patakatifu mahali pake, mwenye asomaye na afahamu, na lenyewe tayari linaenda kutimia. Hekalu lile ambalo maandiko yalitabiri, hekalu lile ambalo Israeli watalijenga tena kwa sababu ya kumwabudu Mungu, wakilenga kwamba watakuwa ni sehemu ya kumwabudia Mungu wao, basi linaenda kujengwa pia. Kwa hivyo uelewe kwamba na katika hilo hekalu ndipo chukizo la uharibifu litakwenda kusimama hapo. Nabii wa uongo atakwenda kusimama hapo, ndipo atakapokwenda kusimamisha nani yake, sanamu yake, kwamba yeye ndiye Mungu anayepaswa kuabudiwa. Sasa mimi naomba nikukumbushe tu kwamba ni kwa uchungu mzito mimi kuwepo hapa, ni kwa uchungu mzito sana, ni kwa uchungu. Kama unaweza ukanielewa, kama unaweza ukauona moyo wangu jinsi ambavyo ulivyo, ni kwamba unatakiwa uelewe ni kwa nyakati gani ambazo unaishi. Usije ukajisahau ukaacha kabisa, ukamsahau Mungu, au ukafanya mzaha ukiwa hata kanisani, ukafanya mzaha kunisikiliza. Yamkini unanisikiliza wewe hapo umeokoka ama haujaokoka. Yamkini unanisikiliza umeokoka ama haujaokoka. Naomba unisikilize kwa umakini, naomba unisikilize vizuri. Kwa wewe ambaye haujaokoka, tafadhali, maandiko yamesema hakuna mtu atakayeingia mbinguni bila kuwa na Yesu. Achana na dhambi, bila kuwa na Yesu. Kwa sababu hakuna mtu ambaye atakayeenda mbinguni kwa kuwa alikuwa mkamilifu sana. Ila wote wataenda mbinguni kwa sababu walikuwa na Yesu. Naelewana? Kwa hiyo wewe ambaye haujaokoka, ni ushauri wangu umpe Yesu maisha yako, kwa sababu ukishampa Yesu maisha, Yesu atahusika na kuisafisha dhambi yako na utaenda mbinguni. Dhambi haitamzuia mtu kwenda mbinguni. Kitakachomzuia mtu kwenda mbinguni ni kutokuwa na Yesu. Wewe ambaye unanisikiliza,
ndicho kitakachomzuia mtu kwenda mbinguni, ni kutokuwa na Yesu. Naongea kwa utaratibu ili kwamba upate kunielewa mpendwa, unielewe vizuri kabisa kwamba kwenda mbinguni ni lazima uwe na Yesu. Na kwa wewe mwenye Yesu ambaye unanisikiliza, basi unielewe vizuri kwamba unapokuwa umo ndani ya kanisa, please, I beg you, simkosee Mungu. Ishi maisha matakatifu, Acha kuishi kwa scenarios, Achana na kuishi kwa mikumbo, achana na kufuatisha maisha ya watu, achana na kuangalia marafiki zako wanasema nini, achana na kuangalia ndugu zako wanaenda na trending gani. Maana vijana wengi kwa sasa hivi wanaujua ukweli, watu wengi sasa hivi wanaujua ukweli, lakini wanaenda na trending. Wanaangalia kwamba hiki nitakiwa kifanye, hiki rafiki yangu amefanya hivi, huyu amefanya hivi, basi na mimi nitakiwa nifanye. Na huyu amefanya hivi, basi na mimi nitakiwa nifanye. Wengine wanajikuta tayari walishapotea. Wengine mnajikuta mshaharibikiwa kabisa. Jamani, mimi naomba niwakumbushe ya kwamba kila mmoja atabeba mzigo wake mwenyewe. Kila mmoja atabeba mzigo wake mwenyewe. Hakuna mtu atakayesimama kwenye kiti cha enzi aseme baba ndo anatakiwa aje anitolee hesabu. Hakuna atakayesimama kwenye kiti cha enzi atakayekwenda kusimama aseme eti mama ndo alisababisha, eti kaka ndo alisababisha, mtoto ndo alisababisha, eti wazazi au ukoo, eti nchi ndo ilisababisha. Hakuna. Yani iwe ni nchi imekusababisha usiokoke, hautasema neno. Iwe ni taifa limesababisha kwamba tusiokoke, hautasema neno. Awe ni rais amesababisha usiokoke, hautasema neno. Nakwambia, iwe ni dunia imesababisha, hautasema neno. Sijui tunaelewana vizuri? Yani awe ni baba yako, au ni mama yako amesababisha usiokoke, umkatae Yesu, hautasema neno. Yani wakati huo ni wewe mwenyewe na akili zako na msalaba wako binafsi ndio utakayesimama pale kwenda kutoa mahesabu. Yani kwa nini haukumkubali Yesu? Ni kwamba ukweli haukujua au ilikuwaje? Please understand me, nielewe. Hakuna mtu atakayesimama kujitetea kwa namna yoyote. Na kwa bahati nzuri uko unanisikiliza sasa. Kama uko unanisikiliza, maana yake you have no excuse. Mimi nimekwambia, na hii ndio itakayokuhukumu. Hii video unayoangalia, hii ndio itakayokuhukumu kwamba ulisikia kwamba hakuna mtu atakayeingia mbinguni kama hana Yesu. Hayupo. Kama hauna Yesu mbinguni, kwa kweli jamani, tuseme tu ukweli. Unajua kuna watu wanasema kwamba tukisema uendi mbinguni they feel like na hukumu, lakini hapana. Ukweli na usemwe. Maandiko, Yesu akawaambia hakuna mtu atakayekuja kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Unaelewana? Yesu akasema wote watakaokuja kwangu kwa Baba wote ni kwa njia ya mimi. Yani if you lack Jesus you lack heaven. Tunaelewana? If you lack Jesus you lack heaven. So heaven is directly proportional to Jesus. Lacking Jesus is lacking heaven. Na ngoja nikwambie, kuna vitu vinaumiza. Kwa mfano umo kanisani dada, unamjua Yesu na umekiri kwa kinywa chako ya kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unajua kabisa uongo ni dhambi. Unajua kabisa uzinzi ni dhambi. Unajua kabisa usengenyaji ni dhambi. Unajua kabisa hasira ni dhambi. Unajua kabisa uasherati ni dhambi. Unajua kabisa fitina ni dhambi. Unajua kabisa unafiki ni dhambi. Unajua kabisa kwamba unajua kabisa chuki, masengenyo, ugomvi, faraka ni dhambi. Brother, unaforce hayo mambo ya kuyafanya. Unaforce kabisa. Ngoja nikwambie kitu. Achana tabia za kujisamehe. Wewe kama mwokoka unanisikiliza, achana na tabia za kujisamehe. Achana nazo. Kwa sababu unavyojisamehe wewe, maana yake ndio unatengeneza lile andiko kwamba anayetafuta kuiponya nafsi yake
ataipoteza. Atafutaye kuiponya nafsi yake ataipoteza, lakini yule ambaye yuko tayari kuipoteza nafsi yake ataiponya. Hivi namaanisha hivi bana, usifanye dhambi to find the comfortability. Yani kuna watu wameingia kwenye dhambi so they can comfort themselves, yani ili waweze kujiweka sawa, wapate amani. Yani unafanya dhambi ili upate amani. Let's say acha nitoe mfano halisi. Mimi ninasema tu hamna namna nyingine ambayo unaweza nikakuelewesha. Acha tuniseme kwa mfano kizazi chetu hiki cha vijana, labda mwanamke ana shida ya pesa sana, na wewe ni mchumba wa mwanamke, labda unatumia hiyo nafasi ya kuweza kumpata mwanamke na kuweza kufanya naye uzinzi. Unaelewa? Unafanya naye uzinzi kwa sababu ana shida, na mwanamke anakubali kwa sababu anajua ana shida. Sasa atafanyaje? Sikiliza, nizungumzie kwa upande wa mwanamke. Hiyo itakugharimu na ni njia mbaya ambayo itasababisha wewe kumkosa Mungu, na hautajitetea kwa sababu una shida. Au unaamua tu kudanganya ili upate pesa nyingi, kwa sababu uongo mwingi siku hizi watu kidogo sasa hivi walikuwa na akili, wameelimika, they are bright in the head, so wanaamua tu kudanganya ili wapate pesa. Yani uongo mwingi sasa hivi umekuwa ni ili watu wapate hela. Uongo huu usiokuwa na maana siku hizi watu hawadanganye kizembe. Sasa hivi watu wanadanganya ili kwamba pesa angalau ipatikane, au kama labda ana kesi kubwa ndio wanaamua kudanganya. Trust me, msaada halisi uko kwa Yesu. Danganya unavyojua yatakurudia. Zini unavyojua ili upate hali nzuri yatakurudia. Wewe kuwa mnafiki unavyojua ili ujiweke sawa yatakurudia. Wewe kuwa muongo, kuwa mwasherati, kuwa mgomvi, weka chuki za kutosha ili ujitengenezee quality, ujitengenezee ubora wewe. Nasema hivi, yatakurudia. Maandiko yakasema, Yesu akasema malipo ni hapa duniani. Watu wakasema malipo ni hapa duniani. Hakuna namna utafanya dhambi ili ujiweke sawa halafu ubaki kuwa salama. Utalipwa kwanza. Yani mema ya unayoyafanya utayapata. Mema ya unayoyafanya utafanyaje? Utayapata. Kwa hivyo usifanye kujitetea, kujilinda, kujitafutia ubora, kujitafutia afya njema, kujitafutia amani, kujitafutia uzuri kwa kufanya dhambi. Usifanye. Yani hilo ni jambo baya sana kwenye maisha yako. Unapoteza maisha yako. Maandiko yakasema ni bora kuingia mbinguni ukiwa na chongo. Ni bora kuingia mbinguni ukiwa kilema. Ni bora kuingia mbinguni ukiwa umepungukiwa macho huoni. Ni bora kuingia mbinguni ukiwa mikono haina kitu hii. Ni bora kuingia mbinguni ukiwa umekosa kabisa uwezo hata wa kutembea. Yani viungo baadhi vikiwa vimetoka, ila uende mbinguni. Brother, trust me, Mungu anahesabu miaka kama siku moja. Sasa wewe kama una miaka 50, maana yake kwa Mungu una siku 50. Kwa Mungu una siku 50 brother. Dada, una siku 50. Mama wewe, maana kwa watu wa miaka 50 watu mama wewe, una siku 50 tu. Wewe kwa ambaye una miaka 20, maana yake una siku 20. Wewe una miaka 18, una siku 18 tu wewe. Niamini mimi, una siku 18 mbele za Mungu. Ukifa, ukienda mbinguni, yale ni maisha ya milele. Ni maisha ya milele. No counting years. Hakuna mwisho wa maisha. Yani hakuna kifo. Hakuna kifo kama unanielewa vizuri wewe unayenisikiliza. Hakuna kifo. Nakupa tu picha. Yani the moment umekata roho hapa duniani, the moment umekata roho, the life you are going to live is endless. The life you are going to live is what? Is endless. Yani haina mwisho. Sasa amua leo. Amua unisikilize.
kwamba unavyokufa leo uende wapi, uende mbinguni au uende jehanamu. Sasa nakutaka nikupe picha. Jehanamu ni kwenye moto ambao hata kwa huu moto wa duniani huu wa kawaida hauwezi kuvumilia kwa sekunde mbili. Ukitest kwenye moto hivi hauwezi kuvumilia hata kwa sekunde mbili. Sasa ndio sasa ukubali kudanganya ili upate 10,000 kweli, ili ukitoka hapo kaende kuishi kwenye moto wa milele. Ukubali kuzini ili upate hela ya kodi, upate hela ya kumpelekea mwanae asome apate ada, upate basi usilale njaa mara moja basi. Ndio ukubali uzini ili upate hela ya kwenda kumpa mama yako mzazi. Ukubali uzini ili kwamba upeleke uonekane na wewe basi kuna kihela unacho, ukafanya show uonekane na mimi among of the people having money too. Ni maisha, ujue unapoteza maisha ya thamani, unapoteza maisha ya thamani. Yesu akasema yeyote anayetaka kunifuata mimi na sharti ajikane, sharti ajikane mwenyewe, sharti ajikane. Usiruhusu dhambi kwa sababu unashinda, usiruhusu dhambi kwa sababu unashinda. Hapana, hapana. Na kwa nyinyi ambao mnafanya haya basi mmejisahau, kwa sababu Yesu akasema hivi, majaribu hayana budi kuja. Unaona? Lakini hata kama yakija hayatazidi kiwango cha imani yako. Umeshindwa kuvumilia tu, rafiki yangu. Akasema nitafanya na mlango wa kutokea. Maana yake hizo shida ambazo uko nazo, si umeokoka, umejihashua kwamba mimi sina dhambi, mimi sina dhambi za makusudi. You know that kuna watu wanafia kusema ni watakatifu, lakini watakatifu wapo na utakatifu upo. Nataka tu nikuashue kitu kimoja, kama Roho Mtakatifu hakuhukumu kwa dhambi yoyote, basi wewe ni mtakatifu. Kama hakuhukumu kwa dhambi yoyote, yani moyoni mwako hauchomeki kama mimi na dhambi fulani, basi wewe ni mtakatifu. Jiamini hivyo hivyo. Sasa ndio nataka nikwambie hivi, usikubali kupoteza maisha ya milele. Usikubali kupoteza maisha ya milele kwa sababu ya dhambi moja, kwa sababu ya dhambi moja ambayo itakusaidia tu kupata ya cha mwilini cha miaka labda kadhaa 3 4. Acha na masaa. Nisikwambie tu kwamba upate chakula cha leo na kesho au uishi siku 3 tu. Yani hata kama unafanya dhambi ambayo itakujenga kwa maisha 10 ya hapa duniani, itakujenga kwa maisha 30, 40, 50, 60 ya hapa duniani, bado una hasara kubwa. Hasara ni bora ukaishi maisha ya kawaida, ni bora ukaishi maisha ya kawaida kabisa hapa duniani, lakini ukiwa na Yesu. Namkubali sana Lazaro. Siamini kama Lazaro yeye alikuwa hawezi kufanya alichokuwa anakifanya tajiri, au yeye siamini kama Lazaro alikuwa hana uwezo wa kwenda kumuibia tajiri. Lazaro uwezo wa kumuibia tajiri alikuwa anao, na kwa zile mali hata hiyo tajiri angeibiwa yule hata asingesema, kwa sababu Lazaro hata akili zake asingeiba akaiba galazima. Lakini baba wa watu kwa kulinda utakatifu alikubali kula makombo. Sisi tunaelewana hapo vizuri. Alikubali kula makombo. Tajiri akila akimaliza, yeye ndo anaenda anakula, anaenda pale chini, anaokoteza anakula, anaokoteza anakula. Mimi siamini kama Lazaro angeshindwa kukaba. Siamini kama Lazaro angeshindwa kukaba, akaua ili akapata pesa. Siamini mimi. I don't believe so. Alikuwa na akili, lakini alivumilia zile shida. Lazaro mwisho wa siku akaenda mbinguni. Nataka nikwambie kama ni vita, hata mataifa makubwa yameshindwa kuzuia vita. Simeziona, umeona ila Russia na nani kila siku wanapigana. Israeli na nani za Kiarabu, au za Kiarabu, kila siku vita zinaendelea. Unafikiri
Umeona kuna taifa limesimama kuzuia. Marekani wanazungumzia tu, lakini kumaliza wameshindwa, na watakacho wamalize rahisi hivyo. Vita zimeanza tangu zamani. Hizi za Middle East zimeanza tangu zamani, tangu 1960 na ngapi huko, ziko tu zinaendelea. Tangu 1963 huko ziko zinaendelea, 61 kuendelea, ziko tu, zipo tu, kesi haziishi. Trust me, nielewe mimi, it is not a normal things, it's a spiritual matter. It's a spiritual matter that did not see we are ending the days of coming the Jesus. Tunamalizia siku za mwisho, Yesu arudi. Mwenye masikio na asikie kile ambacho Roho analiambia kanisa, asikie kabisa. Thamani yako wewe ya kuwa muongo ili uwe bora leo ni ndogo sana kwa ambayo unaipoteza ya kuenda kuishi mbinguni. Ni ndogo. I beg you, please keep Jesus in your heart. I beg and I repeat, keep Jesus in your heart. Keep Jesus in your heart. Niseme nini unielewe? Niseme nini unielewe? Ni heri watakaovumilia hata mwisho, kwa sababu ndio watakaookoka. Watakaovumilia hata mwisho ndio watakaookoka. Unajua kweli mambo ni mengi kwenye dunia, ni mengi. Ni mengi sana. Lakini sio sababu sio sababu ya ya kufanya dhambi ili usiende mbinguni. Sio sababu. Yesu akasema mtu akitaka kunifuata mimi sharti ajikane. Nikisema kujikana usichukulie hize. Be ready to die for Jesus. Be ready to die for Jesus. Usizingishie wewe una shida gani, una changamoto gani. Usizingishie. Kwanza Yesu alisema, ukisoma Kumbukumbu la Torati pale 28, hakuna shida Yesu amebakiza. Zote hizo anaziweza. Na ukimtumikia Mungu kwa uaminifu, zote hizo anazisolve, unakuwa safi. Sasa Yesu hatakuwa na excuse na yeyote kwa sababu ya kufanyaje? Ni sababu ya matatizo. Eti mimi nilishindwa kuwa na Yesu kwa sababu ya matatizo. Hakuna. Ndugu zangu, nataka nisemehe kauli. Yesu ni wa wote. Yesu ni wa wote. Yesu hana dini. Na ngoja nikwambie tu kitu. Ukristo sio dini. Ukristo ni ufuasi. Mtu akisema Ukristo ni ufuasi wa nani? Wa Yesu. Yesu anaitwa Yesu Kristo. Kwa hiyo tukisema Ukristo manake tunamaanisha ule ni kiambatanishi, kiambishi kinachomaanisha hali ya watu ambao wanaenda kumfuata Yesu Kristo. So dini yako wewe isiwe sababu ya kusema kwamba eti mimi sikuwa Mkristo. Ukasema mimi sikuwa Mkristo, kwa hiyo mimi sikumfuata Yesu. Wewe sikiliza vizuri. Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya watu wote kwenye ulimwengu, na alikufa kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Ndio maana alikufa akashuka kuzimu. Kule kuzimu alienda kumfesi shetani, kumnyang'anya mamlaka kwa ajili ya dunia nzima, sio kwa ajili ya mtu mmoja, dunia nzima. Kwa hiyo bado neema ipo ya kumfuata Yesu. Ambacho mimi nataka kukuambia, nothing can be done with interest. Okay, labda tu mimi nikuulize swali. Unafikiri kwa nini matajiri wakubwa dunia hawajalizika wakaacha kutafuta hela? Kwa nini?
hawajalizika, kaacha kutafuta hela. Watu wana maisha, watu wana maisha. Mbona waliziki? Kwa sisi ambao tunaenda mbali, kwa sisi ambao tunaenda mbali, ngoja tu nikuibia siri, hata kwamba shetani anakuja kuimaliza dunia kwa point ya economics. Hata mpinga Kristo atasimama kuwaweza wanadamu for the economics topics. Uchumi utayumba. Na ngoja nikwambie, unachokiona kinaendelea kwenye dunia sasa hivi ni maandalizi ya maisha ya wapinga Kristo hapa duniani, na watakaompa support ni matajiri wenye pesa zao hapa. Ajenda zinazoendelea ni za siri sana, na kwenye hii dunia niomba tu kuibia siri, hakuna kilichosalia. Ni saa yoyote Yesu anarudi. Au ngoja mimi nikwambie muda ambao niko na kuhubiria sasa hivi. Sasa hivi ni saa 6:31 usiku. Saa 6:31 usiku, labda ya mchini hutaamini. Hii hapa saa 6:31 usiku, hii hapa, kama unanielewa vizuri, saa 6:31 usiku. Kwa hivyo inabidi uelewe kwa nini muda mwingine tunashindwa kulala, lakini tunakwambia kwamba Yesu anakaribia kurudi. Unatakiwa uwe makini, unatakiwa uelewe. Sisi tuliagizwa kuwaambia watu wote, tumeagizwa kusema, lazima tuseme. Hata kama tutayasema kwa hali ya kawaida sana, hata kama tutazungumza kwa hali ambayo ni ya kawaida mno, please receive as it is. Maandiko akasema kwenye Warumi Maandiko akasema kwenye Warumi hii hapa 19 anasema, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kuamini tu, kwamba kuamini na kukiri kwamba alimfufua katika wafu, utaokoka. Hivyo tu inatosha kuingia mbinguni. Hivyo tu. Brother, the examination is to keep Jesus in your heart, to make what he loves to be done. Only that. Sasa, oh my Lord, I'm so painful about what I see in my eyes. So painful. I see how you are busy, bro. I see how you're busy, my sister. I see how you are busy, my father, my mother. I see how you are busy about your jobs, about your activities. I see how you are busy. And forgetting that there is Jesus to be taken his dues. And forgetting about Jesus. And forgetting that there is another life about after having this life of this world. We are forgetting, my friend. So of course, if you can go to those money, so you are going to live where? After finishing getting those money, after having been rich of the whole world, where are you going to live? After having been rich of this richness of this whole world, after getting the whole world, where are you going to have a life? You are going to die. You are going to die. So if you are going to die, your life where will be? You must ask that question. Where your life will be after living on this world. Don't be busy and forgetting the future life. There is another life. Trust in me. There is another life about after finishing this world. Don't need to finish the whole world and lacking Jesus. It's better to lack the whole world and having Jesus.
If you can get me, please get me. It's better to lack the whole world and getting Jesus. Never forget this point, that Jesus is going to come. Is going to come. Yesu anakwenda kurudi. Please, nakuomba kama hujaokoka, mkiri Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kama umeokoka basi mpe Yesu maisha yako. Nikishukuta tu hapa tunakwenda kusherehekea siku ya kuzaliwa kwa Bwana Yesu, Christmas. Tunakwenda kusherehekea. Na kama tunakwenda kusherehekea hii tarehe 25 mwezi wa 12 2025, usisherehekee, sherehekee tu, haujui. Maana najua sikukuu wanasherehekea kila mtu hapa. Najua kila mtu anasherehekea, muhuni, mvuta bangi, mlevi, mchawi. Usisherehekee, sherehekee tu, hujui. Sherehekea kwa sababu unajua kwamba huyu ndio aliyenipa mimi ukombozi. Sherehekea kwa sababu unajua kabisa huyu ndo aliyesababisha mimi nimepona. Usherehekee kitu ambacho ulikipata. Usile tu wali hujui unachokifurahia ni kitu gani. Unafurahia nini sasa? Okay, Christmas unaenda kusherehekea nini? Nikuombe tafadhali. Yesu anarudi. Sio kwamba tunaenda kusherehekea amezaliwa, eti kama bado anazaliwa. Ni kumbukizi tu hizi. Ila muda unatuambia anakaribia kurudi. Take care. Achana na dhambi. Kwa sababu hata ya kufa usifanye dhambi. Hata kwa sababu ya kufa, narudia, usifanye dhambi. Na kama hujampa Yesu maisha yako, mpe Yesu maisha yako. Na kama umo kanisani, nakuonya, please don't do any sin by the way. Usifanye dhambi yoyote tena kwa jina la Yesu, na kuapisha. Usifanye dhambi yoyote wewe. Kaa kwenye maombi, soma neno la Mungu, muombe Mungu na Mungu atakusaidia. Basi mimi naomba nikuombee. Nimesema mengi sana. Utaendelea kunifuatilia kwenye masomo mengine yanayofuata, na tutaendelea kujifunza zaidi. Masomo yako mengi sana Mungu ambayo amenipa, yako mengi. Tutaendelea kujifunza. Naomba kwa leo unielewe tu kwa habari ya hizi nyakati za mwisho, na penyewe nimeigusa tu juu kwa sababu ya muda, ni usiku, ni roho tu amenibana niseme na wewe. Roho Mtakatifu amenibana niseme na wewe, kwa hivyo lazima mimi nizungumze. Ni saa 6 sasa hivi, saa 6 ya usiku, na bidi tupumzike, kuna shughuli zingine zitakiwa ziendelee kesho. Kwa hivyo kwa sababu ameniruhusu kuishia hapa, basi mimi naomba niishie hapa. Ila siku nyingine nitakuja nimekupangia kabisa vitu vyote, nikuwekea na dalili za siku za mwisho ni zipi, nikuelezee kwa undani kimoja baada ya kingine, alafu nikwambie uone kabisa picha jinsi ilivyo. Ila kwa hapo kwanza soma Mathayo 24 na Marko 13, soma na kitabu cha Danieli chote utaelewa. Soma na kitabu cha Ufunuo vizuri ukielewe, utaona jinsi ambavyo nyakati tuko nazo. Ishi kwa muda, usiishi kama kipofu. Ishi kwa muda, usiishi kama kipofu. Nakwambia, na Biblia hii ina muda, ina vipindi vyake. Hii Biblia ina vipindi vilivyopita, vilivyopo na vinavyoendelea na vitakavyokuja. Biblia hii ina muda. Lazima ujue upo kwenye muda gani ili kwamba uweze kufanikisha jambo lako. Na sisi lazima tuende mbinguni, lazima tujue tunaishi katika muda gani. Jua muda ulionao kama mtakatifu, na chukua hatua kwa muda ulionao ili kwamba tuende mbinguni. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu ya huyu mtu ambaye ametoka kunisikiliza, na huyu mtu ambaye amenisikiliza jioni ya leo. Katika jina la Yesu Kristo, naomba Mungu kamfunike, kamsaidie na kumpigania kwa damu yako. Ninakushukuru kwa sababu Baba utatawala. Asante Jehova kwa sababu utaonekana. Katika jina la Yesu Kristo, na Mungu ninakushukuru kwa sababu utamhudumia na kumjenga. Tunaomba Mungu wote kwenda mbinguni. Na nyakati za mwisho, na nyakati za hatari. Kristo, ninaomba neema yako, ninaomba msaada wako, nguvu zako Mungu zikatawale. Asante Kristo kwa sababu utaonekana na kutenda kazi. Huu moyo utauhudumia. Aliyeko kanisani asikutende dhambi. Aliyeko na Yesu asirudi nyuma. Na ambaye hajaokoka Mungu mpe moyo wa kukiri wewe kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Na nyakati za hatari sana, kama sio wewe Mungu
hakuna mtu atakayeenda mbinguni. Kama sio huyo Yesu, hakuna mtu atakayeurithi ufalme wa Mungu. Ninaomba Baba ukatawale na kuonekana, ukamfunike kila mmoja ambaye amesikiliza, mtie nguvu na kumsaidia katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen.